Mwakaesia ni afisa matekelezo kutoka mfuko wa taifa hifadhi ya jamii, yani NSSF mkoa wa Arusha. Sasa sisi kama NSSF ni miongoni mwa wadau ambao tunashiriki moja kwa moja katika maonyesho haya ambayo yamehusisha vyama vyetu vya ushirika, na lengo la kuwepo hapa pia ni kwa ajili ya kutoa uelewa mkubwa kuhusiana na hifadhi ya jamii kwa ujumla. Kama tunavyofahamu, mfuko wa NSSF ulipewa jukumu kwa sheria sura namba 50 ya mwaka 2018 kuhakikisha inasimamia hifadhi ya jamii katika sekta binafsi na sekta sio kwa rasmi, yani watu ambao wamejiajiri wenyewe. Kwa hivyo tuko hapa tunatoa hiyo elimu ikiwemo kutambua au kuelewesha majukumu mbalimbali ambayo mfuko umekuwa ukiyafanya. Mfuko na majukumu manne ambayo tunayafanya. Jukumu la kwanza tunafanya uandikishaji wa waajiri pamoja na wafanyakazi wake, lakini pia tunafanya jukumu la ukusanyaji wa michango. Baada ya kuandikisha mwajiri na wafanyakazi, huwa tunahakikisha michango inakusanywa. Lakini baada ya kukusanya michango pia tunafanya jukumu la uwekezaji, na baada ya uwekezaji pia jukumu lingine ambalo tumepewa tunafanya ulipaji wa mafao. Sasa kwenye mafao hapo tuna mafao mbalimbali ambayo tunayatoa sisi kama mfuko. Tuna mafao ya aina 7 ambayo kwenye makundi mawili. Tuna mafao ya muda mrefu na mafao ya muda mfupi. Kwenye mafao ya muda mrefu nitataja tu hapo kwa uchache. Mafao ya muda mrefu tuna pensheni ya uzee, lakini tuna pensheni ya ulemavu, tuna pensheni ya urithi. Lakini kwenye mafao ya muda mfupi tuna mafao ya ukosefu wa ajira, tuna mafao ya matibabu, na tuna mafao ya uzazi, lakini pia tuna mafao ya msaada wa mazishi. Hiyo elimu yote tuko hapa leo kuitoa, lakini pia kwa ukubwa tunajaribu kuweka uelewa mzuri zaidi kwa wanachama wetu kuhusiana na mifumo yetu mbalimbali ambayo tumekuwa tukiboresha ya kidijitali, ambayo inamruhusu mwanachama yeye kuwa anaweza kuona taarifa zake zote za uchangiaji muda wote ambao anataka. Kuna applications ambazo anaweza download kwenye Play Store na App Store, NSSF taarifa, lakini pia kwenye website yetu anaweza akatembelea akapata kujisajili na kuweza kupata taarifa zake mbalimbali kuhusiana na wanachama wake na uchangiaji kwa ujumla. Lakini pia pamoja na hilo, sisi kama NSSF tumekuja pia na kampeni nyingine ya pili. Baada ya kuwepo kwa Star Mchezo, tumekuja na Star Mchezo paka rangi. Yani tafsiri yake ni kwamba Star Mchezo kwamba ni mtu yule ambaye tumemtafsiria kipindi ambacho anafanya kazi, yani mtu moja kwa moja, mtu ambaye amejiajiri. Mfano, anapokuwa anafanya kazi wakati huo anakuwa anapambana kwa namna ya kutafuta kipato chake. Sasa kwa nini tunasema NSSF Star Mchezo? Ile mtu inamuhusu kwamba baadaye itafika mahali kwamba leo nafanya kazi sababu ni kijana na nguvu, lakini kuna muda itafika sitakuwa na hizo nguvu ambazo niko nazo leo hii. Kwa hiyo itafika mahali nitahitaji sasa kusaidika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu of course kama tunafahamu uzee ni janga. Yani kwamba leo ni kijana na nguvu, lakini kuna muda itafika sitakuwa na nguvu ya kufanya hizo kazi. Sasa kwa nini tunasema Star Mchezo? Kwamba baadaye nguvu inapokuwa imeisha kufanya hizo kazi, kama ukuweka akiba huko, na maana maisha yako obviously yanaweza kuwa sio mazuri kama ambavyo tunatarajia. Sasa kama uliweka akiba pale ambapo nguvu zako zinaisha, umechoka kufanya kazi kama ambavyo umekuwa ukifanya, na ulikuwa unaweka akiba na NSSF, ina maana NSSF inaanza kuchukua jukumu kuanzia pale sasa. Kwa hiyo ndio maana tunasema NSSF ni Star wa Mchezo. Huku wewe umepambana, lakini baadaye jioni umechoka, sasa una nguvu za kufanya kazi vile, NSSF inakuteki inaanza kukuhudumia pale. Sasa tunaposema paka rangi, ina maana tayari ni mwanachama, unataka mwanachama au mwajiri, umeandikishwa na mfuko, lakini sasa ili baadaye uje kung'aa zaidi, inapaswa unalipa michango kwa wakati. Yani ndio maana tunasema paka rangi, kama unaangalisha maandalizi ya uzee wako baadaye. Kwa hiyo tuko hapa tunatoa hiyo elimu, lakini pia kama kuna mtu alikuwa na concern yoyote kuhusiana na NSSF, yoyote kuhusiana na hifadhi ya jamii, tutaitatua hapo kwenye banda letu. Kwa hiyo nitoe rai, karibuni sana watu ambao tuko karibu na viunga hivi, tuhudhurie hapa na tutaweza kupata huduma ambayo tunahitaji kutoka NSSF. Kwa majina naitwa Marieta Leonard Ngoma, ni afisa matekelezo kutoka Shirika la Taifa la Hifadhi ya Jamii NSSF. Tuko hapa Lush Garden, ni maonyesho ya vyama vya ushirika ya kitaifa ambapo yanafanyika mkoani Arusha. Hivyo basi nipende kuwasisitiza sana wale waliojiajiri, tuna banda, wanatakiwa kuja katika banda, na umri wa kuwa mwanachama wa NSSF uliyejiajiri ni kuanzia umri wa miaka 15 mpaka miaka 70. Kujiandikisha ni bure. Lakini kwa nini uwe mwanachama wa NSSF?
uliyejiajiri. Wewe mwanachama wa NSSF uliyejiajiri una haki sawa na yule mwajiriwa, kwamba kuna mafao ambayo utayapata. Fao kubwa la kwanza ni fao la uzeeni, wewe uliyejiajiri. Fao jingine ni fao la matibabu. Fao jingine ni fao la ulemavu. Fao jingine ni fao la mkopo. Kuna fao la uzazi kwa wasichana, wakina mama ambao wana uwezo wa kupata fao la uzazi. Wanaruhusiwa kabisa, ukijifungua utakaa nyumbani miezi mitatu kwa ajili ya kuhudumiwa na wanachama wako wa NSSF. Lakini pia kuna fao la kifo. Bahati mbaya sana hapa duniani kila mtu anapita. Kwa hiyo unapoondoka, familia yako itapewa mkono wa pole na shirika la NSSF. Hivyo basi nipende kuwakaribisha sana, na safari hii tuko kwenye kampeni ya pili ya mpaka rangi. Star wa mchezo mpaka rangi. Huyu star wa mchezo, huyu mpaka rangi huyu, ambaye yeye leo ana nguvu, lakini kesho yake nguvu itapungua. Kwa hiyo tunapaka rangi aanze kujiwekea kila mwezi ili baadaye aje anufaike na fao la uzeeni. Hivyo basi pande zote kutoka kaskazini, magharibi, mashariki na kusini, karibuni Lush Garden kwa ajili ya kujiunga na wanachama waliojiajiri wenyewe, mabodaboda, mamalishe, watu wa vyama hivi vya ushirika ambao wamejiajiri wenyewe, na wenyewe pia wanaruhusiwa, na wote wengine wote wanaruhusiwa. Kujiandikisha ni bure, na unapata namba yako, unaanza kujichangia, na kila kitu ni kidijitali. Kwa kutumia simu yako tunakuunga. Ninahitaji namba ya NIDA tu, mambo yote yatakaa sawa. Karibuni sana.